Hi folks, Assalamu alaikum. This is Code for Life YouTube channel. Jifunze programming kwa Kiswahili. Leo tutaanza session yetu ya kujifunza programming, na kama tulivyozungumza kuwa tutakuwa na intro ambayo itatupa overview ya programming ndio nini, kwa nini tunafanya programming. Kwa hii itatusaidia kupata kuona kwamba malengo makubwa ya programming ni nini. Na mimi napenda kwamba ninapoanza kusomesha kozi yoyote, napenda kwanza kutoa ufafanuzi, kutoa historia, kwa nini kile kitu kimetokezea, kwa sababu unapofanya hivyo maana yake unapata proud kuona kwamba okay, kumbe vitu vimetokezea, sio kama ni uchawi au magics, ni vitu ambavyo watu wamekaa wakafikiria kwa namna fulani na ndio vikaweza vikatokezea. Kwa hiyo without further ado, let's get started. Okay, this program. So today tutaangalia this is concept ya programming ambayo just like it take kama 15 minutes. So wait until the end. You will learn a lot here. We will discuss a lot kuhusiana na masuala ya programming. So stay tuned, stay focused. So first, the question that I want to ask myself, what is programming? So before kufundisha, lazima tujiulize kile tunachojisomesha, kile tunachotaka kukisoma ni nini. So kwenye concept ya programming, so kwenye concept za masuala ya kompyuta, ukisikia programming ni hali ya kuiambia kompyuta iweze kufanya jambo fulani. That's programming. Ni ule uwezo wa kwamba wewe you can tell the computer what to do. So unaipa computer instruction ambazo zitaifahamu zile instruction, na kwa kupitia hizo instruction computer itafanya kitu fulani. Kwa hiyo tunaweza tukaona kama tuna program tofauti au application tofauti kama WhatsApp, Facebook, Twitter. This all hizo application unazoziona zimekuwa coded na zimekuwa programmed. There is some things coding and programming. This is two jargon au two terminology, lakini zinatumika tofauti, yani zinatumika ila zina maana tofauti. So programming ndio tunayozungumzia leo. Coding ni part ya programming. Okay? Maana yake ili uwe programmer haimaanishi kwamba wewe ni programmer mzuri kiwa unaweza kukodi. No. Yani inawezekana ukawa hujui kukodi lakini wewe ni programmer mzuri kabisa. Na inawezekana ukawa unajua kukodi lakini wewe ukawa sio programmer mzuri. Kwa hiyo kuna skills hii ya programming ambayo ndani yake ina part ya coding, ila ni vitu viwili tofauti. Lakini when you want to tell computer what to do, you need to have tool ambayo itakusaidia wewe kuiambia ile computer ifanye kitu gani. Kwa hiyo tool ambayo inatumika kuweza kuiambia computer ifanye kitu fulani ni programming language. Na programming language, uwezo wa kuandika programming language na kuconstruct the logic zako ndio tunaita coding. Kwa hiyo coding ni ile namna kwamba you can write some logics ambazo tayari umezifikiria before to write your program. Kwa hiyo kuna utofauti baina ya coding na programming. Watu wengi wanakuwa wanachanganya hapa. Lakini programming ni kitu mbali na coding ni kitu mbali. Coding ni ile hali ya wewe kuweza kuandika zile instruction na kuweza kuformulate ile logics zako ziweze kutokezea output fulani. Lakini programming ni ile hali ya kwamba umekaa from the problem solving mpaka unaweza kulifanya tatizo ambalo liko messy, yani liko gumu, ukalichakata mpaka likawa lipo katika namna ya kwamba nao unaweza ukaliweka katika computerization method na unaweza ukalitengenezea kama project au ukalisolve in a programming way. Well, that's an introduction to what is programming. Now, programming is just like developing software. People, they develop software kama hizo ambazo tayari nishastajia mifano yake. Na hizi software manake zinapokuwa developed, manake programmer anakuwa amekaa ameweza kulifikiria jambo exactly what I want, labda nataka kutengeneza mfumo kwa ajili ya shule. Kwa hiyo anakaa anaangalia namna gani anaweza akalitackle ile problem mpaka likaweza kufanikishwa. That's the foundation of programming. Just you creating the instructions ambazo computer inaweza ikazifollow kwa ajili ya kuweza kufanya kazi fulani. Wakati programmer anapoandika kodi,
manake anaiambia kompyuta iweze kufanya jambo fulani. I think tutakuwa tumepata insight ya what is programming. Na programming language ambayo sisi tutaangalia programming language ya JavaScript. Nafikiri mnaiona hii ambayo nimeikozesha hapo, nimepigia kama board. That is JavaScript. Na hapa pana programming language nyingi sana. Pana programming language zinazotumia translators, zinazotumia compiler, lakini na kuna markup language kama HTML, lakini for today tutakuwa tunaangalia ile programming language in general. So I think you get understanding ya maana ya programming language. So let us move to the history of programming. So programming imeanzia from the left, kuanzia mwaka 1940. Huko ndo programming imeanzia. Before hapo kulikuwa watu wana uwezo wa kutumia computer lakini hawafanyi programming, hawaprogram. Yani nakumbuka the father of computer Charles Babbage amekuja na ile kompyuta yake ambayo inaweza store data, something like that, lakini ile programming perspective ya kuweza kusolve the real world problem maybe, au ya kuweza kusolve matatizo ambayo jamii inakutana nayo na kuyafanya katika programming way au katika computerization way ilikuwa bado. Lakini 1940 zikaanza kuja hizi concept za masuala ya kuweza kutengeneza program, na kwa kipindi hicho hakukuwa na programming languages kama ambazo tunazo sasa hivi, ambazo unaweza ukaandika maneno yako like English structure au English like language ukaandika na kompyuta ikaweza kuunderstand. Kwa kipindi hicho watu walikuwa wana code kwa kutumia au wanaandika instruction kwenye kompyuta kwa kutumia only binary. Na tunajua if umesoma data representation topic utakuwa unajua namna gani computer inaweza understanding information. Ina understanding only 0 and 1. Maana yake on and off ndio computer inachoki understanding. Kwa hiyo kama utakuwa umesoma masuala logic gates utakuwa na understanding kiundani kwamba okay how computer it work. Nafikiri watu ambao wamesoma physics watakuwa na understanding masuala logic gate. Hata watu ambao wamesoma boolean algebra watakuwa na understanding hicho tunachokizungumzia. Lakini katika miaka hiyo 1940 maana yake computer ilikuwa inaweza understanding language yake, na computer language yake ni low level language ambayo sometimes we call machine code au machine language. Na kwa kipindi hicho ilikuwa inatumika technology ya punch card. This punch card ni card ambazo unachakata na unaandika your binary, yani binary zako, alafu then una send to the computer and computer inaweza understanding nini ambacho umekusudia. Ilikuwa ni mwendo wa kuandika 0 and 1 tu. Manake hapa ilikuwa time consuming, swala ya kwamba mtu sasa aweze kufanya memorization zile binary mpaka kwamba yani awe anaweza kutambua yeye mwenyewe kwamba kwa binary hizi basi nitapata output fulani. Kwa hiyo ilikuwa very very complicated na ilikuwa sio kitu cha kawaida. Kumbuka miongoni mwa programa wa kipindi hicho kulikuwa kuna mwanamama anaitwa Ada Lovelace. Kwa mnaweza kumtafuta Ada Lovelace ukaona kiundani zaidi kwamba yeye ni miongoni mwa watu ambao wamekuja na concept hizi za program. So kwa kipindi hicho 1940 ilikuwa inatumika punch card most of the time, na maprograma kipindi hicho walikuwa waki communicate with the computer direct. Maana yake kile ambacho unachokiandika ndio kile ambacho kompyuta inaweza understand. So lakini katika mwaka 1950 to 1970 mambo yakabadilika kidogo. Kukaja na kitu kinachoitwa high level languages. Sasa hapa zikaja zile language ambazo sasa wewe binadamu unaweza ukafahamu kilichoandikwa, ambacho badala wewe kuweza kufahamu kilichoandikwa maana yake utakuwa unaandika like English structure, kwa sababu sisi tunatumia like English language. Unaandika kwa kutumia labda C, unaandika function zako, unaandika statement zako ambazo hata akija mtu wa kawaida anaweza akasoma yale maneno na anaweza akapata kufahamu. Hata wewe unaandika kama ni programmer unaweza ukajua kwamba hapa naandika kitu fulani. Lakini on that time computer haiwezi understand kile ambacho umekiandika mpaka kiwe translated. Kwa hiyo kulikuwa kuna translator zipo kati na kati baina ya human readable form ambao unaandika wewe na machine code ambayo computer inaweza understand. Kati na kati kulikuwa kuna kitu kinachoitwa translator, which kilikuwa kinaiwezesha computer iweze understand yale ambayo umeandika wewe na yawe transformed to machine code, ili computer iweze execute kile ambacho umeiambia kifanye. Kwa hiyo hii ilikuwa ni miaka ambayo at least maprograma waliongezeka na ule ufahamu wa kuweza kuandika programs uliongezeka, na language nyingi zikaanza kuzaliwa kama Fortran. Hii ilikuwa inatumika language kwa ajili ya masuala ya formulations, the mathematical. Sasa formula
translation. Lakini pia kulikuwa kuna COBOL, kuna programming language like C program. This C programming language imekuwa popular zaidi kwa sababu ni miongoni mwa language ambazo zinatumika kuweza kutengenezea system application ambazo like hata kuandika masuala ya OS, operating systems, imetumika programming language kama hizi C kuweza kusaidia kompyuta kuweza kufahamu kile ambacho yule programmer ametaka kukipresent kwa ile kompyuta. Kwa hiyo programming language kama C kwa kipindi hicho ndo zilikuwa zinatumika sana, na kwa sababu format yake ilikuwa kama ni language za binadamu wa kawaida, ndio maana unaweza kuona hapa kwamba human readable format ilikuwa iko very popular on that time. Kwa hiyo ikawa maprograma wanaweza watu wa kawaida wanaweza sio watu wa kawaida, wale ambao wamesoma programming language wako wanaweza ku deal with it. Lakini 1980 mpaka miaka 2000 Gen Z hapa ndo kuna concept ya programming language ambayo imekuja inaitwa object oriented programming language. Hii ni concept ambayo imekuja kufungua fursa kwa maprograma kuweza sasa kutackle na zile real world problems zenyewe, kwa sababu misingi ya object oriented programming language ni misingi ambayo inakuwezesha wewe programmer kuweza kuliona tatizo katika jamii yako na ukaweza kulitafutia ufumbuzi katika computerization method. Kwa hiyo ndio masuala ya abstract yanakuja hapa, mambo ya abstract, mambo ya polymorphism. Ukiwa tayari umesoma hii concept ya object oriented programming language, itakuwa ni rahisi sana kuweza kusolve real world problem. Na hii most popular imekuja katika Java. Kwa kama ushawahi kusikia kuna programming language inaitwa Java, Java ni programming language ambayo imebase katika object oriented concept. Kwa hiyo ukienda kusoma Java, maana yake uwe tayari una misingi ile ya object oriented programming language. Kwa hiyo 1980 mpaka 2000 ilikuwa ni kipindi ambacho concept ya object oriented programming language imeanza. Lakini 2000 miaka 2010 mpaka kuendelea sasa hivi zimekuja project tofauti ambazo zimemwezesha sasa programmer kuweza kudili na masuala ya kuweza kusolve problem katika hali ya kushirikiana kama hizi ujua open source. Tunajua kuna masuala ya Git and GitHub, mambo ya kuweza kufanya collaboration katika coding au katika masuala ya programming au katika masuala ya project fulani. Kwa hiyo kwenye masuala haya ya cloud computing, nafikiri watu wanaweza kufanya collaboration labda kwa kutumia mtu anafanya remotely project labda South Africa, au unaweza kufanya project huko Marekani. Kwa hiyo ujio wa open source pamoja na hizi technologies za cloud pamoja na ujio wa hizi mobile phone na applications zimekuwa rahisi kuweza ku access, lakini pia ujio wa AI umekuja kurahisisha namna ya kuweza kuandika program, au imekuja kurahisisha maprograma kuweza kufanya zile kazi zao kwa ufanisi zaidi na kuweza kusolve problems katika hali iliyokuwa ya rahisi zaidi. Lakini the key foundation of hii history inatuonyesha kwamba people wako very creative katika kusolve problem, na wamekuja na tools tofauti kuweza kurahisisha namna gani ya kuweza kusolve na tatizo. Unapo think on programming language au unapo think in programming, you need to thinking on how to solve a problems, not how to code. Kwa sababu coding is just like you write your instruction, lakini programming is the principles ambazo kusaidia wewe kuweza kuthink on problem solving perspective. Kwa hiyo I think paka hapo toko umepata picture ya history of programming language na zile evolution ambazo programming language imepitia au programming imepitia mpaka kufika katika hatua hii sasa hivi. So jump off to see the concept and the logics ambazo zimo katika programming language. Unaposoma programming yoyote au unaposoma programming language yoyote au unaposoma concept katika masuala ya programming, hivi vitu vinne ni very very important kwa wewe. Unatakiwa kujua kwamba katika kile programming language utakutana na hizi core building blocks. Hizi core building blocks ni vitu ambavyo hakuna programming language ambayo haina, au hakuna concept yoyote ya programming utakayoisoma ambapo hutokutana na hivi vitu. Kwa sababu you can see like nazungumza programming language, nazungumza programming kwa sababu the programming ni concept, lakini programming language itakuwa ni ile tools ambayo inaweza kukusaidia wewe kuweza kuandika program zako.
Kwa hiyo unaweza ukaona kama nazungumza interchangeable. Sometimes nasema programming, nasema programming language, lakini the same just like nipo katika concepts za programming. Kwa hiyo utakutana na vitu kama hivi kwenye any programming concept of programming language. Mambo kama variable utakutana nazo, vitu kama data type utakutana na loops and condition and function. Huwezi ukasoma programming language yoyote alafu then ukakosa kuonana na hizi concept. Kwa hiyo manake ni nini? Unaweza kuona mtu anajua more than one programming language ukahisi labda ni magic. No, sio magic. Ni kwamba amefahamu tu kwamba katika kila programming language kuna hizi foundation, the core building blocks ya kuweza kusoma any programming language. Ni hizo ambazo nimestaja. Kwa variable, data type, loops and condition and function ni vitu ambavyo you need to know. While we tutakapokuwa tunaingia ndani kuweza kusoma programming language yetu ya JavaScript, tutaweza kuona nini variable, ni data type, ni loop, ni condition, lakini kwa sasa hivi natakiwa kujua hivi vitu ni msingi wa any programming language. Lakini msingi wa pili wa any programming language au program concept ni kujua kwamba whenever there is an input, it should be processed and provided the output. Because this is a logic flow. Unachotakiwa wewe think as a programmer ni kufind your input. Input ni vile vitu ambavyo unavyoviingiza wewe katika programu yako. And then input hii iweze kufanywa mchakato na computer yako, ambapo ndio itakuwa processing part. Kwa computer itaifanyia kazi ile instruction ambayo wewe umeingiza na umeambia computer ifanye, and then computer itakupa output. Kwa something like unaandika kwenye keyboard, unaandika let's say project yako kutumia JavaScript, unaandika your inputs. This is inputs after execute, yani unapo execute ile programming project yako itakwenda kufanywa processing and then itatolewa output ya kile ambacho wewe umekitarajia kiweze kutoka. Kwa mfano labda unafanya project yako ndogo tu ya mathematical calculation ya ku calculate two number, kwa utaingiza 1 and 2 then utasubmit, computer itafanya mchakato, itachukua 1 itajumlisha na 2 itakupa output kwamba ni jawabu 3. Kwa hiyo kitu kama hicho. For instance like an example. Lakini katika concept of programming huwezi ukakosana na kitu kinachoitwa algorithm. Kwa sababu before nimewambia kwamba programming ni way of thinking, solving problem. Ni ile namna kwamba unaweza kufikiria na kuweza ukasolve problem. Kwa hiyo miongoni mwa technique au miongoni mwa tools ambazo zinazotumika kuweza kuchambua problem na kuweza kulisolve inaitwa algorithms. Kwa algorithms zinakuwa ni step by steps for solving for problem solves. Kwa hiyo ni step ambazo unazochukua kwa ajili ya kuweza kusolve problem fulani. Kwa hiyo like kama labda nataka kufanya ni solve labda problem la kujumlisha namba 2. Okay, nitajumlishaje namba 2? Kwa maana yake naweza nikajiuliza okay, kwamba natakiwa kwanza nione hizo namba 2 and then hizi namba 2 niziweke katika memory yangu, nizistore, alafu nichukue namba ya kwanza, nitafutie operator yake ya plus, nichukue namba yangu ya pili nijumlishe, alafu then nifanye processing ya kwamba namba yangu ya pili hii, namba yangu ya kwanza na namba yangu ya pili nikijumlisha napata output fulani, alafu then program yangu itakuwa imeisha. Kwa zile steps ambazo unazozifikiria kwa ajili ya kuweza kusolve problem yako inaitwa algorithms. Kwa hiyo inapokuwa imekuja concept ya programming language, huwezi kuepukana na hii concept ya kuweza kutafuta algorithms, au sometimes we say pseudocode. Kwa unaweza kutumia algorithms like flowchart, au unaweza kutumia algorithm technique like pseudocode kwa ajili ya kuweza kuanalyze problem lako na kuweza kulitatia ufumbuzi. Ila pia katika concept ya programming kuna kitu kinaitwa control structure. Control structure ni guiding ya decision making in code. Kwa unapokuwa unaandika coding, lazima any programming language iwe ina control structure. Na control structure could be loops hizo, could be statement, if statement zile, kwamba if, kwa sababu this is a way of making decision. Kwa mfano naweza nikawapa namna ya kufanya decision, labda nataka nitoe namba 2. Kwa nitaangalia. Kwa mfano labda calculator yangu nataka nitoe namba 2, lakini namba ya kwanza always iwe kubwa kuliko namba ya pili. Kwa nitasema kwamba ikiwa namba yangu ya kwanza ni ndogo kuliko namba yangu ya pili ambayo nataka nitoa, basi niseme kwamba namba yangu ya kwanza ni ndogo kuliko namba yangu ya pili na nisiweze kutoa hizo namba.
Lakini ikiwa namba yangu ya kwanza ni kubwa kuliko namba yangu ya pili, basi namba yangu ya kwanza itaitoa namba yangu ya pili na kitapatikana kile ambacho kimebakia. Kwa unaweza kuona hizi ikiwa ndio namna ya kuweza kuformulate decision making. Like kama leo unaweza ukaambiwa kwamba ili uingie katika holi hili uwe na kadi. Kwa hiyo utabidi uoneshe kadi. Kwa ikiwa kama kadi unayo utaingia kwenye hili holi, utakula msosi, utaondoka. Ikiwa kama kadi huna, basi huwezi kuingia. Kwa hiyo hiyo ndio namna ya kuweza kuweka decision kwenye kodi. Kwa hiyo hii concept ya control structure unapodili na masuala ya programming na concept lazima utakutana nayo. Na hii most of the time wale watu ambao wanafanya coding, kwa sababu miongoni mwa part ya programming ni coding. Kwa kama unafanya coding, hizi building blocks ambazo zinastahili hapa ndio ambazo unatakiwa kuziregard while you code. Okay? Na the key idea of programming ni ku-apply logics, kuweza kutoa maono yako, maarifa yako ya kuweza kuangalia namna gani unaweza ukalifanya problem lako kuweza kuwa na precise solution au executable steps ambazo zitakusaidia wewe kuweza kupata solution kwenye kile ambacho umekifikiria. I hope utakuwa umepata concept ya what is programming concepts and logic. Let us go on problem solving with code. Kwa hiyo hapa now tunaenda kuangalia kwamba okay, how I will solve problem with coding. So to solve a problem by using coding, it means you need to define your problem clearly before coding. Kwa hiyo miongoni mwa problems ambazo tunazipata mara nyingi sisi macoder au maprograma pase, tunapenda kukodi more than kuliangalia tatizo tukalipatia ufumbuzi wake clearly. Na ndio maana unakuja kukuta umeanzisha project yako while una code unaweza kupata obstacles nyingi kwa sababu hukukaa ukaangalia kwa kina zaidi namna gani unaweza ukasolve lile problem lako kabla ya kuingia katika mchakato wa kuweza kuandika instruction. Kwa miongoni mwa vitu ambavyo unatakiwa uwe navyo hii skills ya problem solving with coding, manake before you going to code, kabla hujaenda kuandika code ya project yako, ya problem yako ambayo unataka kusolve, lazima uwe una information za kutosha zaidi kuhusiana na lile problem ambalo unataka kulisolve. Bila hivyo manake hautakuwa na ufanisi katika kile ambacho unachokifanya. Lakini kitu cha pili, you need to break your problem into small and manageable task. Kwa hiyo lazima problem yako uivunje katika small chunks au small portion ili uweze kufanyia kazi kipengele fulani, kikimaliza ufanye kazi kipengele fulani, kikimaliza ufanye kazi kipengele fulani mpaka project yako imalize. Huwezi ukaikodi project yako for the whole. Lazima uangalie small portion mpaka zimalize ile small portion. Ukiziunganisha maana yake ndio unakuja kupata project nzima ilikuwa complete. Lakini hizi small portion lazima ziwe manageable. Nakuja kusoma some principle kama solid principles, nakuja kusoma principle nyingi ambazo zinaweza zikakusaidia wewe, don't try yourself. Zipo principle nyingi ambazo zinaweza zikakusaidia wewe as a programmer kuweza kusolve problem na kuweza kutengeneza project zako katika hali nzuri. Lakini pia cha msingi pia ni kuweza kutumia algorithms na pseudocode kwenye kuplan. Tumekizungumza hicho kipengele katika slide iliyopita. You need to have a proper steps za kuweza kusolve ile problem yako kama wewe unataka kuwa good programmer. Na good programmer ni yule mtu ambaye ni good thinker, good problem solver na sio good in coding. Coding from now in AI driven, everyone can code. Kwa hiyo to be good programmer you need to have good skills ya problem solving. I think you get me. So katika kipengele cha mwisho you need to make iteration and coding, testing and refine. So while you code, maana yake lazima uweze ukafuata agile principle kuweza kuwa unafanya project yako and then una rise back to see kwamba kuna requirement gani labda sijaifanya au requirement gani imeongezeka au requirement gani imepungua, and then you test your code and then you refine it, you refactor, something like that. Kwa kuna a lot of technique ambazo kama wewe ni coder utatakiwa kuwa nazo, lakini ili uwe coder mzuri maana yake lazima uwe ni mtu ambaye unaweza ku solve problem, na if unaweza ku solve problem vizuri basi wewe utakuwa ni programmer mzuri zaidi. The last piece ni kuja kuangalia namna gani sasa tunaweza collaborate
when we coming collaboration in programming. Kwa hiyo programming kama tumezungumza ni namna ya kuweza kusolve problem. Siku zote huwezi kusolve problem peke yako. Sawa? Kwa sababu ukitaka kwenda wanasema ukitaka kwenda mbali ukitaka kwenda haraka nenda peke yako, lakini ukitaka kwenda mbali zaidi nenda na wenzako. Kwa hiyo you need to have people ambazo mtaweza kukaa na kuweza kushare your idea mpaka mnaweza mkasolve problem yenu au project yenu mkaweza mkaikamilisha. Huku kuna lot of tools ambazo zinazotumika sasa hivi kuweza kufanya collaboration baina ya programmer, baina ya coder ili kuweza kufanya kazi kuwa rahisi. Unaweza kutumia tools kama version control. Nafikiri kama upo katika industry ya coding au programming utakuwa umewahi kusikia vitu kama Git and GitHub. Ushawahi kusikia vitu kama GitLab, Git Totals. Kuna a lot of tools ambazo zinaweza kukusaidia wewe kuweza kufanya versioning of your project. Na versioning maana yake kuweza kujua ile project yako ilipoanzia mpaka ilipofikia, kuweza kuroll back, kuona kwamba mwezi fulani labda tulifikia hatua fulani, na unaweza ka roll back kwenye ule mwezi ukaweza kufanya some changings, something like that. This is very interesting topic kwenye masuala haya ya coding version control. Na hii solution hii imekuja kusolve a lot of problem apart from coding, lakini katika masuala ya kuweza kumanage projects. Also pia masuala coding review, kama wewe ni mtu wa coding ushawahi kusikia kama kwenye GitHub kuna hayo masuala ya coding review. Lakini pia sasa hivi ujue hizi AI unaweza kuzifanya agent AI zikawa zinaweza kureview your code na kuweza kupa feedback, sehemu gani umekosea, sehemu gani to improve, sehemu gani. This is issue ya kuweza kuimprove performance of your coding, lakini performance ya project yako ili kuweza kuwa project nzuri. Kwa hiyo you collaborate with people na unaweza kuona namna gani mnaweza mkifanya project isonge mbele. Lakini kuna hizi techniques nyingine kama agile and Scrum. This is technique ambazo zinatumia kuweza kufanya project management. Kwa hiyo mnaweza mkawa mko group ya watu mkajiunga katika labda platform fulani, mfano kama Jira platform, mnaweza mkaingia then mkaweza kufanya project yenu katika agile format, ya kwamba mnaweza mkafanya iteration kutoka katika designing, from the problem solving to designing to deployment, a lot of steps. Zitakuja video za mbele ambapo nitakuja kuelezea masuala haya version control, namna gani watu wanaweza kufanya code review, lakini pia namna gani watu wanaweza kufanya collaboration kwenye agile perspective au waterfall. It depend na wewe mwenyewe unapenda namna gani ya principle unataka kuweza kutumia wakati you develop your projects with your friends. Lakini pia kuna hii issue open source ambayo most of the time now ndio take chance kwamba people wana share thought na idea yangu fulani na ipush GitHub, watu wanakuja wanaangalia, wana recommend, wanasema hichi tukiongeze, hichi tukipunguze, we call pull request. Kwa hiyo something like that. Kwa watu wanakuja wana collaborate. Thus you can see kwamba people wametoka from machine code, yani kwamba you code with your machine peke yako. There is a problem ya kwamba huwezi kupata hata usaidizi wa mtu mwingine, lakini mpaka kufikia kwamba we can collaborate na kuweza ku solve problem kwa pamoja. That's a concept of programming. You see, like you can solve problems with your friends na ikawa ni rahisi kuweza ku solve tatizo katika jamii yako. The future, this issue of testing and debugging. Okay? Issue of testing and debugging, it means sometimes unaweza ukawa umefanya project yako lakini au umetaka kusolve problem yako lakini umekutana na some kind of errors, au umepata something like logic haipo sawa, kwa hiyo unataka kuweka sawa. There is a lot of tools ambazo kusaidia kuweza sharpen your project katika masuala ya performance. Unaweza kutumia concept za testing. Kwa hiyo testing inatumika kuweza kuensure zile kodi zako zinafanya kazi ile ambayo inatakiwa kufanya. Kwa hiyo unaweza ukafanya unit testing au integration testing au system testing. Hii ni namna ya kuweza kujihakikishia kwamba lile problem ambalo nataka kulisolve kabla sijalitoa mtaani nione kwamba kweli lina solve ipasavyo. Kwa hiyo unafanya testing. Okay? Na debugging ni ile namna ya kuweza kufind errors au vitu ambavyo havipo sawa kwenye ile project yako. Could be syntax error, umeandika tofauti, umeandika sivyo ambavyo ile programming language inataka uandike. Kwa hiyo unaweza ukatafuta errors kama
kwa kutumia hiyo debugging tool. Zipo a lot of debugging tools ambazo kama umewahi kufanya coding utakuwa unajua namna ya kuweza kufix errors na kuremove error. Na always katika masuala yetu ya coding ni trying error and then at the end of the day it work na una succeed katika namna kama hiyo. Lakini pia kuna a lot of automation tools ambazo zinaweza kukusaidia wewe kuweza kufanya mfano kama hizo testing na nini. Automation tools zipo, kwa mfano kama katika Java tunatumia JUnit most of the time, Selenium, PyTest. Those are the automation tools ambazo zitakusaidia wewe kuweza kufanya testing ya your project, lakini not testing, lakini pia masuala ya kuweza kufanya performance kwa kujihakikishia performance ya project yako imekuwa ni nzuri. Lakini pia kuna masuala ya iterative improvement, kuweza kuona kwamba unapata feedback kwa wale user wako na wao wanakupa feedback kwamba sehemu fulani ina fail, ukifanya hicho ina fail, kitu fulani kimekaa sawa. Sasa iterative method ya kuweza kuimprove your project au your coding skills. Because there is a lot of things we need to learn katika concept ya programming, lakini pia katika concept za coding perspective. So the key idea on testing, debugging and making code reliable and resilient. Kwa hiyo that's a very important topic ambayo if you deal with the programming principles you need to understand it. The last part of my presentation is all about AI automation and beyond of it. Kwa hiyo tumeona kwamba from 1940 kule nini kilichotokezea mpaka leo kwamba tuna AI, tunaweza kwamba it is not like namna gani computer inaweza ika understanding. Sasa tunaifanya computer yenyewe iweze kulearn. So program that learn from the data. Kwa hiyo tunaifanya computer iweze kulearn from the data. This is AI concept na machine learning concept. Ni kwamba tunaipa uwezo computer iweze kumimic like human, kuweza kufanya kazi kama vile binadamu wanavyoweza kufanya kazi. Kwa hiyo ni kipengele ambacho masuala ya robotics yamekuja, mambo ya IoT yamekuja, na sasa hivi hata namna tunavyofanya coding kumebadilika. Kuna masuala ya natural language models hizi zimekuja, kina GPTs, kina Copilot, Gemini zimekuja kuturahisishia katika masuala development ya mifumo. Kwa hiyo programming imekuwa pana. It is not like watu wana think on coding tena, no, watu wana think on problem solving. Namna gani unaweza kusolve problem, kwa sababu computer inaweza ikakodi yenyewe, sawa, lakini haiwezi ikatatua tatizo yenyewe. Kwa hiyo you need to think the problem and then unaitengenezea strategies ambazo zitakuwa ni nzuri, halafu then unaiachia computer iweze ikusolve lile tatizo ambalo unataka kusolve. Na sasa hivi kwa kutumia hizi AI GPTs pamoja na Copilot hizi pamoja na others large language model, unaandika tu prompt zako, unaandika bwana, mimi nataka kutengeneza program ambayo itaweza kuniletea idadi gani ya wagonjwa ambao wamefariki labda kwa maradhi fulani, au nataka kutengeneza program ambayo itaniletea watu ambao labda wamefanya jambo fulani. Yani it's like you write like kama Kiswahili unaandika and then una execute, project inatengenezwa, inakuwa very fast project nzuri kabisa, na unaweza ukaonesha kwa watu, unaweza uka deploy popote pale ambapo unapotaka, na unaweza ukasolve problem kwa kupitia misingi kama hiyo. So like the industry of programming na future programming ni kwamba people they are not thinking on coding or how to code, lakini wana think on how to solve the problem. Kwa hiyo huko zamani ilikuwa watu wanalo tatizo na wana think namna gani wanaweza wakakodi kwenye ile tatizo, au namna gani wanaweza waka program au waka solve lile tatizo. Lakini sasa hivi sio namna gani tunaweza tukale program, tunajua namna kuweza kule program, kwa sababu mpaka mashine inaweza kuprogram yenyewe. Kwa hiyo tunaangalia namna gani tunaweza tukathink sawa na tukaweza solve problem yetu. So now shifting imebadilika, sio hatuangalii namna gani tunaweza tukacode, no, tunaangalia namna gani tunaweza solve lile tatizo. Okay, kwa hiyo kukodi everyone can code right now, sawa. Na unaweza kuona this is my last slide kwamba kuna hizi concepts za low coding and no coding, kwamba anyone can code using that GPTs and the Geminis, Copilot, what we call
a lot of tools zimekuja kuweza kurahisisha hizi namna kuweza kuandika programs. Kwa hiyo ujio wa hizi concepts za low coding kwamba unaandika kidogo, una think sana na inakuwa very fast compared to zamani. Maana zamani ilikuwa everything you need to write to your own, lakini sasa hivi tools kama hizo ChatGPT zinakurahisishia kuweza kuandika na kuaccelerate your project katika small time ukaweza kutoa product yako. Lakini pia kuna concept za quantum computing ambazo zinakuja sasa hivi kwenye masuala ya programming, mambo ya kuweza kufanya this is concept for parallel universe of data. Yani like zamani ilikuwa tunafikiria kwamba vitu vinawezekana vikawa either true or false, kama like computer zetu zinafanya kazi ni either on and off, lakini what if ikiwa sio on sio off? Kwa hiyo concept kama hizo ndio zimekuja kuleta masuala ya quantum computing. Watu wana think more than you think, yani watu wanafikiria mbali. Lakini pia mambo ya ethical on coding, kwa sababu sasa hivi ndio everyone can code, kwa lazima watu waangalie namna gani wanaweza kubalance innovation with the responsibility, kila mtu akawa anapata kile ambacho anahitaji kupata, lakini continuous evaluation kwamba new languages zinakuja kutokana na huju wa AI, watu wana think faster, kwa hiyo wana produce different programming language, lakini pia namna ya kusoma programming language inabadilika, lakini pia na fursa zinaongezeka. Sio watu wamekuja kuangalia kama labda hizi AI zimekuja kuondoa fursa, hamna. AI zimekuja kuongeza fursa. Kwa maana yake kama wewe ni mtu wa programmer au kama wewe ni coder, usije ukasema kwamba ujua wa hizi AI tools umeinyima kazi yangu, umechukua kazi yangu. Hapana, umekuja kukuongezea fursa. Ni kama vile ambavyo zamani kulikuwa hakuna calculator, mathematician walikuwa wanapata tabu katika kufanya complex mathematics, lakini ujio wa calculator maana yake imekuwa rahisi sasa watu kuweza kusolve zile problems, simple problem wakawa wana solve kwa urahisi na wakawa wanaweza kufikiria kwenye kusolve big problem. Ni the same AI kwenye ujio wa industry ya programming au coding perspective. Kwa hiyo you need to think like that. I hope you're understanding me very well. So this is all I want to provide from you. Nafikiria utakuwa umeelewa nini ambacho nimekusudia kukielezea. I think kwa hii nusu saa I hope you get, and usisahau kusubscribe, kucomment, kulike, kushare kwa wengine ili watu waweze kufahamu namna gani wanaweza kujifunza masuala ya programming kwa rahisi. This is Coding for Life YouTube channel. I'm Juma Mohamed Juma. Till another time. Thank you.